akiwa amekwisha kutoka katika kile chumba ambamo ndani mwake ilikuwa inafanyika hiyo karamu ya mwisho. Akiwa Yuda Iskariote ametoka, ndipo Bwana wetu Yesu Kristo alitumia nafasi hiyo kwa ajili ya kutoa wosia kwa mitume wake. Na alitoa huo wosia kwa mitume wake kwa sababu alijua kwamba muda umekaribia wa yeye kuingia kwenye mateso na pia kwenye kifo. Ndugu zangu katika Kristo, wosia aliotoa Bwana wetu Yesu Kristo katika siku ile ya karamu ya mwisho ulikuwa katika mambo makuu matatu. Katika nafasi ile aliweka amri kuu ya mapendo, yaani kumpenda Mungu na jirani, na akatoa maelekezo kupitia matendo. Pale aliwaosha miguu mitume, ikionyesha kwamba anataka kufundisha kwamba upendo wafuasi wake watakiwa kuuonesha katika kuishi kwao kwa matendo na sio kwa maneno tu. Lakini jambo la pili, aliweka sakramenti ya Ekaristi Takatifu, yaani mwili na damu yake yeye mwenyewe, ambapo alitaka sisi wafuasi wake tupokee hiyo Ekaristi Takatifu ikiwa sehemu ya kumkumbuka yeye wakati wote. Na tunapoipokea Ekaristi Takatifu tunaunganika naye na tunakuwa kitu kimoja. Kwa hivyo alitaka hayo tuyafanye wakati wote kwa ajili ya kumkumbuka yeye. Lakini bado katika jambo la tatu akawa ameweka sakramenti ya daraja takatifu ya upadre. Hao ndio wale wa kuandaa chakula cha kiroho, chakula cha Bwana, Ekaristi Takatifu. Kwa hiyo hayo ni mambo matatu aliyokuwa ameyaweka katika uhosia wake kwa ujumla. Ndugu zangu katika Kristo, hapa pengine tutajiuliza hayo ambayo tunaambiwa katika sehemu hii ya Injili ni yale ambayo Bwana wetu Yesu Kristo alikuwa ameyafundisha kabla ya kuanza mateso yake na kuelekea kwenye kifo. Na wakati huu ni wakati wa Pasaka. Kwa nini turudi nyuma tutafakari hayo? Ndugu zangu, hapa tunaona ukweli kwamba hayo yote ilikuwa ni kama wosia kwa mitume. Sasa wosia ni kitu gani? Wosia ni maneno yale ambayo mtu anayatoa kwa watu wengine yeye anapokuwa anaondoka mahali hapo kwenda mbali ambako anaweza kakaa miaka mingi bila kurudi hapo, au yule ambaye anaona muda wake wa kuishi hapa duniani unaelekea mwishoni, hivi pengine anaweza kufa muda wote, basi anaweza kawa na maneno ya kuwaambia wale wanaobaki yawasaidie katika kuishi kwao na kutenda. Ndugu zangu katika Kristo, ndio hivyo hivyo hata katika neno la Mungu. Bwana wetu Yesu Kristo alikuwa anajua kabisa kwamba si muda mrefu anaendea mateso na kifo, akaona kuna kila sababu ya kuweza kuwaeleza yale ambayo wafuasi wake wangetakiwa kuishi. Na hayo aliyowaambia yalitakiwa kubaki katika mioyo ya hao wanafunzi na waendelee kuyatenda siku kwa siku. Ndugu zangu katika Kristo, wosia kwa kawaida huwa hauanzi kutekelezwa wakati yule aliyetoa wosia anaendelea kuishi na watu hao ambao wamepewa wosia. Mara zote huwa inakuwa yule aliyetoa wosia akiwa ametoka pale, wale waliopewa wosia huo wanapoendelea kufikiri juu ya yule aliyetoa wosia, ndipo wanapoanza kufanyia kazi. Kwa hivyo si kosa kuyatafakari hayo mafundisho ya Bwana wetu Yesu Kristo aliyoyatoa kabla ya mateso na kifo chake. Kwa hivyo sisi sasa tunafanya tafakari, kukumbuka namna ambavyo yeye aliweza kufundisha, na katika kutafakari kwa basi tunaanza kuishi. Ndugu zangu katika Kristo, katika ukweli huu tunaona kwamba wosia ambao Bwana wetu Yesu Kristo aliutoa kwa wafuasi wake ulikuwa unalenga kwa wafuasi wa Yesu wa nyakati zote, yaani wale waliokuwepo wakati ule Bwana wetu Yesu Kristo alipokuwepo, sisi ambao tunaishi wakati huu, na wale ambao wataendelea kuishi wakiwa katika imani kwa Yesu Kristo miaka mingi ijayo. Kwa hivyo ni ujumbe ambao unakwenda katika nafasi zozote, waliopita, tuliopo na wale watakaoendelea kuwepo. Ndugu zangu katika Kristo, hapa tunaona Bwana wetu Yesu Kristo anasema, naenda kuwaandalia mahali, nikisha waandalia mahali nitakuja tena niwakaribishe kwangu. Kwa kusema hivyo, Bwana wetu Yesu Kristo anataka kuonesha kwamba wakati wa kwenda mbinguni umekaribia.
na atakapokuwa huko mbinguni ataandaa makao kwa ajili yetu sisi tulio wafuasi wake. Lakini kabla ya kufikia hatua hiyo, lazima apitie njia yenye magumu mengi, na hayo magumu ambayo yatakuwa mengi anashirikisha pia wafuasi wake wayajue. Na ndipo hapo anaposema njia ya kufika huko anapoenda yeye, wanafunzi wake anamwambia wanaijua. Ndipo Tomaso anatokea anasema, uendako hatujui, je, njia tunaijuaje? Ndugu zangu katika Kristo, njia yenye magumu anayoizungumzia Bwana wetu Yesu Kristo katika nafasi hii ni ile inayoelekea kwenye Pasaka. Ni njia ambayo ina magumu kwa sababu inahitaji mmoja atoe maisha yake kwa ajili ya watu wengine, na hayo Bwana wetu Yesu Kristo alihitaji wafuasi wake wajue, na ndio wajue kabisa, na ndio maana alirudia kuwaelekeza. Lakini wafuasi wake walikuwa wazito kuelewa. Kwa nini walikuwa wazito kuelewa? Walikuwa hawaamini kwa kadiri walivyomuona, namna alivyokuwa anafundisha, namna alivyokuwa anatenda miujiza na mambo mengine yote, kwamba hivi kweli huyo anaweza kufikia mahali akateswa na kafa kweli. Walikuwa hawaamini, ndio wakawa wazito kuelewa. Ndugu zangu katika Kristo, baada ya ufufuko wake Bwana wetu Yesu Kristo, wafuasi wake waliweza kuelewa yale yote ambayo Yesu alifundisha, na wakaanza kukumbuka. Na hasa wakati ule ambapo walikuta Yesu anawatokea mara moja moja. Alikuwa hayupo wakati wote kama ilivyokuwa mwanzoni. Alikuwa anatokea mara moja anapotea, anatokea mara nyingine anapotea. Sasa wakawa wanajihoji kwamba hivi anapotokea halafu anapotea anakwenda wapi? Ndio wakawa wanafikiri kwamba lakini mbona alisema anakwenda kutuandalia makao, na akisha yaandaa makao atarudi atukaribishe kwake. Basi wakajua kwamba anapopotea anakuwa haonekani, anakwenda kwenye makao yake. Ndugu zangu katika Kristo, ndio maana tumesikia Yesu mwenyewe anasema, nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi. Sasa hayo makao ni yapi? Makao hayo ambayo ni mengi tunayaona hata bado katika maisha haya tunapoendelea kuishi kupitia Ukristo wetu sisi wenyewe. Tunapokuwa tumepokea imani juu ya Mungu na tumebatizwa, tunafanyika kuwa wafuasi wa Yesu. Tunaingizwa katika nyumba ya Mungu, katika maana kwamba tunaingizwa kwenye kundi la wana wa Mungu, kundi la Wakristo. Ndani humo ambamo ni nyumba ya Mungu yenye makao mengi. Na makao haya mengi ni nini? Makao haya mengi ni utumishi mbalimbali ambao upo katika nyumba ya Mungu, ambao upo katika kundi la Wakristo. Sasa huu utumishi mbalimbali huu unajidhihirisha katika karama mbalimbali ambazo kila mmoja wetu amejaliwa na Mwenyezi Mungu. Kila mmoja kazi anayoifanya, kazi msingi. Watu wanafanya kazi nyingi sana. Zipo kazi ambazo ni lazima mtu afanye. Zipo kazi nyingine ambazo kweli mtu amechagua kwamba mimi kazi nilikuwa naifanya hii kulingana na kipaji alichojaliwa na Mwenyezi Mungu. Hiyo tunaita ni karama uliyojaliwa na Mungu. Kama unakuwa kabisa hiyo kazi unaiweza na unaipenda na upo nayo, yani ipo damuni, tunasema hiyo ni karama uliyopewa. Sasa katika karama hizo tunakuta kuna wengine kimsingi ni wafundishaji, halafu wengine waimbaji kama mnavyoona, wengine ni watu wa kutoa huduma kwa watu mbalimbali, hasa walio katika shida. Hapa tutoe mfano moja kwa moja, huduma kwa ajili ya wale ambao wengine ni wagonjwa. Huduma kwa wagonjwa si kila mmoja anaweza katoa. Mwingine anaweza kaenda kwa mgonjwa akileta tabu kidogo, anaweza kumbamiza na kofu. Wewe kuzunguka namna mtu mzima unazunguka namna nyingine. Lakini mwingine atakuwa mvumilivu. Anajua kabisa mgonjwa ni sawa na mtoto, kwa sababu yupo katika shida, yupo katika matatizo. Kwa hivyo chochote kile atakachosema anamsaidia. Kila kitu. Sasa ukaenda mwingine ukuta mgonjwa anasimama, jamani, kama kwa kweli watu wa kunisaidia kunitunza hawapo, mimi naomba mniache nijitunze mwenyewe. Kwa nini? Hapo anakuwa ameona tabu, manake huyu anayemsaidia, anayemtunza kabisa hawaendani. Kwa hivi hiyo nayo ni karama, kuhudumia wenzetu walio. Bado wengine wakuta karama zao ni ufundi,
wengine karama zao ni kwa ajili ya shughuli za mashambani, kilimo na nini. Hizo zote ni karama. Kwa hivi tunapokuwa ndani ya kanisa, tuko wafuasi wa Yesu, kila mmoja kwa karama aliyojaliwa na Mwenyezi Mungu anapotumia vizuri katika kufanya kazi yake, halafu kazi yake ikawa na manufaa kwa wengine, hapo tayari unakuwa umetoa mchango katika kundi la wana wa Mungu. Na unapofanya kazi yako kwa kadiri ya taratibu ambazo Mwenyezi Mungu ametuwekea, ukawa mtu wa haki daima katika utendaji wako, basi hiyo karama yako na kazi hiyo unayoifanya itakuwa tayari ni daraja kwako katika kuyaendea makao ambayo Bwana wetu Yesu Kristo ameyaandaa. Kwa hivyo katika nafasi hii tunahimizwa kila mmoja na anachokifanya basi afanye vizuri ili kimsaidie katika kumwendea Mwenyezi Mungu. Sisi ni wanafunzi, si ndio? Sisi ni wanafunzi, tupo masomoni. Kwa hivi bado tunajiandaa kwa ajili ya kuona mbele tutakuwaje. Lakini hata katika nafasi hii bado ukifuata taratibu za wanafunzi vizuri na ukaishi vizuri, unafuata maelekezo ya kadiri ya maandiko, basi na wewe kwa nafasi yako hii ya wanafunzi itakusaidia kuwa ni daraja ya kufika mbinguni, ili mradi tu umefuata taratibu zote vizuri. Lakini ukikumbuka katika taratibu hizo, bado utakuwa unachukua njia. Kwa hivyo tuzingatie taratibu za shule, tuwe wapole, wanyenyekevu, na tufanye mambo yetu vizuri na kuonekana. Ndugu zangu katika Kristo, ni hayo ambayo tumeyasikia toka somo la kwanza, Wakristo wale wa kanisa la mwanzo, namna walivyoishi kwa umoja vizuri, wakitenda mambo yao yote kwa pamoja. Tunaita ni umoja ambao ulikuwa wa hali ya juu sana, umoja ule wa Kristo wa kanisa la mwanzo. Tukumbuke kwamba wale walikuwa wanafanya uzalishaji, na baada ya uzalishaji mapato yote wanakusanya kwa mitume, na mitume wanagawa kwa watu wote kwa kadiri ya mahitaji yao. Sasa hapo walikuwa wanafanya kazi kulingana na karama walizojaliwa na Mwenyezi Mungu. Kila mmoja na karama yake alikuwa anashughulika bila uongo wowote, anakabidhi kwa mtu. Tunasema ilikuwa ni jumuiya ya mfano, na imebaki kuwa ya mfano na itaendelea kuwa ya mfano kwetu sisi, ili nasi tuige na tuweze kuishi kwa umoja wa hali ya juu kama kanisa la mwanzo. Pamoja na tofauti ambazo tumesikia hapa kwamba Wayahudi wa asili ya Kiyunani walikuwa wamelalamika kwa sababu wajane wao walikuwa hawapati mgao unaotakiwa, wale wa Kiebrania walikuwa wanapata zaidi. Basi haya ni mapungufu makando kando katika kuishi katika jamii, ni vitu vya kawaida kabisa, lakini hayo ni madogo kulinganisha na mambo makubwa ambayo waliyaonesha katika mshikamano na katika kuungana pamoja wakiwa chini ya Kristo. Kwa hiyo tusali na sisi tuombe Mwenyezi Mungu atubariki, atuongoze tuweze kutimiza wajibu zetu mbalimbali kwa lengo la kusaidiana sote ili tuweze kuishi kadiri ya mpango huu. Tumsifu Yesu Kristo. Tusimame tukiimani yetu.